Roho Mtakatifu ni mamlaka ya utendaji wa kimungu juu ya muamini. Hii ni mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Ni mamlaka. Yaani Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, ndipo utakapokuwa ukiomba au ukifanya vitu vitatokea. Utakapoambia pepo ondoka, pepo litafanya, litaondoka. Kwa nini? Kwa sababu ni Roho Mtakatifu ndio anayefanya sasa kazi ndani yako. Ni mamlaka ya utendaji. Huwezi kuwa na mamlaka ya utendaji ya kuamrisha vitu katika ulimwengu wa roho na vifanyike kama hutakuwa na Mungu Roho Mtakatifu. Kama unahitaji uone matokeo, matendo ya Mungu, ishara, maajabu na miujiza ifanyika kwa jina la Yesu, hakikisha Mungu Roho Mtakatifu anakuwa ndani yako, kwa sababu yeye ndio anayegawa vipawa hivyo kama yeye anavyotaka na anavyopenda kutumia wewe. Naomba unisikilize. Hii ni mamlaka. Kwa nini ni mamlaka? Kuna vitu viwili ambavyo unatakiwa uvielewe vizuri sana. Kuna karama za roho, halafu kuna ishara za muamini. Bwana Yesu asifiwe. Ishara za muamini, sisi wote, ishara za muamini zimezungumzwa katika ile Marko 16. Ukianza ule kusoma mstari wa 15 na kuendelea, inasema hivi: na ishara hizi zitaambatana na waaminio, kwa jina langu watatoa, watasema kwa lugha, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru. Hizi ni ishara za yaani mtu yoyote yule ambaye ameokoka, hivyo vitu vinakuwa viko ndani yake. Akiweka mkono wake juu ya mgonjwa atapata afya, atasema kwa lugha mpya. Lakini kuna cha ziada zaidi, kwamba baada ya hayo Mungu Roho Mtakatifu huwa anagawa karama ya kuhutubu, yani kuhubiri, karama ya kupambanua roho, karama ya kunena kwa lugha, karama ya miujiza. Yaani Mungu huwa anawatumia watu katika hayo maeneo tofauti kwa ziada. Anaweza kuweka kitu cha namna hiyo, karama ya miujiza, kwa mtu yoyote yule anayemtaka kanisani, ili kupitia karama hiyo ya miujiza Yesu aweze kutukuzwa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivyo vitu ndio tunavita sasa ni mamlaka. Ambayo Roho Mtakatifu anaweka ndani ya muamini. Chochote atakachokisema kitatokea. Ndio kwa maana unaposoma Biblia unashangaa kuona kwamba
wale watoto wa Skeo wanasema kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo, pepo mtoke huyu. Mapepo yakasema, sisi Yesu tunamfahamu na Paulo tunamjua, ila nyinyi hatuwajui. Yaani ina mama hamna mamlaka yoyote ya kutufanya sisi kitu chochote. Kumbe ili uweze kuangusha ngome na mamlaka ya giza ni lazima uwe na mamlaka. Na mamlaka hiyo huwa anatoa nani jamani? Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na ina maana kwamba kadiri wewe utakavyokuwa unajikaribisha mbele za uwepo wa Bwana, ndipo Roho Mtakatifu atakuwa na kila sababu ya kukutumia wewe. Kwa sababu Roho Mtakatifu anachohitaji kwetu ni utayari. Amina. Amen. Anahitaji utayari. Hahitaji kitu kingine. Kwanza anahitaji utayari na maisha yako ya utakatifu. Basi atakutumia. Unataka tu kujihadhari. Baada ya Roho Mtakatifu kwanza kukutumia, usiwe na kiburi. Usijione bora kuliko watu wengine. Kwa sababu gani? Hicho kipawa, hiyo karama ambayo anaweka Mungu ndani yako, hajaiweka kwa ajili yako wewe, bali ameiweka kwa ajili ya faida ya mwili wa Kristo. Kama unanielewa, mpigie Yesu makofi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa muda wangu wa kutosha wa maisha yangu ya wokovu, kuna wahubiri wengi wakubwa wakaanza vizuri, wengine kuhubiri Injili na Mungu akiwatumia, lakini wakaanza ujeuri. Unamuita labda Songea aje ahubiri Injili na Mungu ameanza kumtumia, anakuambia ninapofika Songea, ninapofika Songea hakikisha kwamba ninalala hoteli ya nyota ngapi? 5. Hoteli bora. Unaanza kuwapangia masharti. Lakini kabla sijaondoka huku, lazima mtume kiasi fulani cha fedha. Niache wapi? Nyumbani. Baada ya muda unashangaa ule upako wote ambao alikuwa nao unafanya unaisha. Jihadharini sana mamlaka ambayo Yesu au Roho Mtakatifu anaiweka juu yenu. Unaposhindwa kutembea kulingana na ile mamlaka, Roho Mtakatifu huwa anakuacha. Amina. Kwa sababu Roho Mtakatifu si wa majivuno. Roho Mtakatifu si wa magomvi. Roho Mtakatifu ni wa amani. Na anataka utumike chini yake kwa unyenyekevu. Yohana 14:16. Tuone mamlaka ya Roho Mtakatifu. Sasa, kwenye hiki kipengele cha pili. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema hivi, atamuomba Baba ili atupe msaidizi mwingine ambaye atakaa pamoja na sisi. Ulimwengu hawezi kumuona wala kumtambua, ila sisi tunamtambua. Mahali ambapo yuko Roho Mtakatifu, mkisifu tu, kama kuna watu wenye mapepo watadondoka. Umesikia? Mahali ambapo Roho Mtakatifu yupo, kama kuna mtu ambaye ni mgonjwa, anaweza akapona bila hata kuwekewa mikono. Ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwepo, yeye anajidhihirisha.
Na sisi tuliookoka huwa tunajua hapa saa hizi mwenye kanisa amefanya nini? Ameshuka. Amina. Amina. Amen. Huyo ndio Roho Mtakatifu. Akishuka yeye, wagonjwa wanapona, wenye mapepo wanafunguliwa, wanakuwa huru. Na mambo kadha wa kadha huwa yanatokea. Huyo ni Roho. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa kwanza, Biblia inasema, watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali kwa dhambi za ulimwengu wote. Niendelee. Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye, ikiwa tunashika amri zake. Yeye asemaye nimemjua, wala hazishiki amri zake, ni mwongo, wala kweli haimo ndani yake. Ishia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka hii ya Yesu au hii mamlaka ya Roho Mtakatifu ipo katika utatu wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mwamini ambaye amemwamini Yesu ili aweze kuendelea vizuri, aweze kufanya vizuri, ni lazima awe na Roho. Jamani, usipokuwa na Roho katika eneo hili ambalo limezungumzwa hapa, kwamba hata tukitenda dhambi tuna muombezi ambaye ni Yesu Kristo. Sikiliza, kwa kawaida kama huna Roho Mtakatifu na mguso wa Roho Mtakatifu, unaweza ukafanya kila kitu unachokiona wewe ukafanya na usijisikie hatia, kwa sababu dhamira inakuwa imekufa. Roho Mtakatifu ndio anayetuhakikishia sisi kuhusu haki, dhambi na hukumu. Anatuhakikishia kwamba tumefanya vizuri au tumekosea. Na unapofanya makosa ndani unajisikia kuhukumiwa, yule anayefanya ile kazi ni Roho Mtakatifu, anayekuambia hapa hujakaa sawa sawa, hapa sasa ondoka, hapa kufai, watu hapo wanasengenya, hapa wanatukana, usije ukajitia unajisi. Lakini kama Roho hayuko ndani yake, watu wanapotukana, wewe utabaki hapo ukifurahia na ukiona yanayofanyika ni sawa tu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio haya yanayotukuta. Unasikia oya nini sijui na nini na kadhalika. Hata unaweza ukaambiwa kitu cha maana ukapuuzia. Roho ndio anayetuongoza na kutuambia sasa hauko vizuri, chukua hatua. Kwa hiyo ukinapokuwa na Roho Mtakatifu atakuonya kwamba hiki ulichokifanya sasa sio sawa sawa. Umetukana, umesema uongo, umefanya hivi na hivi na hivi. Kwa sababu watu wanafikiri kwamba dhambi ni kuzini tu, kufanya uasherati tu, au kufanya mambo mengine. Kumbe kuna vitu vingine ukivifanya tu unafungua mlango kwa nani? Kwa shetani. Sasa kama dhamira yako Roho Mtakatifu yuko ndani, utajielewa kwamba unafanya makosa. Lakini mara nyingi tunaiua dhamira kwa kupuuzia yale ambayo Roho Mtakatifu anatuambia.
anakuambia hii ni dhambi, hiki acha, usifanye hivi, lakini huwa tunang'ang'ania. Yule anayezungumza na sisi, yule ni Roho, anakuambia kabisa huu ni muda wa ibada, nenda kwenye ibada. Wewe unapuuzia, unaendelea na mambo. Ina maana kwamba ile mamlaka ya Roho Mtakatifu utapoteza. Kwa hiyo muamini ni muhimu sana kuhakikisha kwamba unakuwa na mamlaka ya Roho Mtakatifu. Na hii mamlaka nikwambie ni ajabu sana. Hii mamlaka unapolala usingizi, Roho Mtakatifu huwa halali. Usiku Bwana Yesu asifiwe. Usiku hata kama wajinga wale watakutembelea utawaona. Amina. Amina. Hata kama wajinga wale watakutembelea, wachawi, utawaona. Atakuja, atajifanya kwamba yeye anavaa umbile jingine, lakini kwa sababu wewe una mamlaka katika ulimwengu wa roho, utashangaa ukiwa katika usingizi unakemea na kuamuru vitu kwa mamlaka ya jina la Yesu, na utashangaa kwamba hata kama yule jamaa alifika amejivaa gududu namna hii, utashangaa lile linatoa afu anaonekana halisi kama alivyo, na unajua huyu fulani. Bwana asifiwe. Kwa wazi kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na hii mamlaka, ndio hata katika ulimwengu wa roho haitakuwa rahisi kwako kukufanyia vitu visivyo vya kawaida. Kwa kuna watu wengine wao wanapambana na changamoto. Wanaona kuja kuniambia mimi mchungaji, mimi leo nimelala, nimeota ninalishwa vitu. Ina maana kwamba unataka kujiangalia kwenye eneo la mamlaka. Una mamlaka? Bwana asifiwe. Sasa wakati mwingine wanangu tunapoteza mamlaka kwa sababu ya kufanya mambo ya kijinga. Amina. Kwa siri siri pombe unafanya? Kwa siri kumbe wewe ni mzinzi. Kwa siri wewe ni mwasherati. Wewe kuwa na mamlaka. Na hiyo itafika mahali kwamba utakuwa na lugha mdomoni. Raba shanda raba sika. Kumbe wewe umekariri tu. Umenielewa? Amina. Umekariri ile lugha ulionena mwaka ule 2014. Roho Mtakatifu ameshafanya nini? Ameshaondoka. Huna mamlaka. Ili mamlaka iweze kuwa endelevu, unatakiwa kujua namna ya kuishi na Mungu Roho Mtakatifu. Haya. Mwizi, zaka ufanye uto wewe zote za hela za kwako. Yaani unaendelea kukaa na vitu vitakatifu vya nani? Vya Mungu. Shauri yako mwenyewe. Unapoteza mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika eneo hili la mamlaka, ili uweze kuwa na mamlaka iliyokuwa endelevu, lazima ujue namna ya kuishi na Mungu Roho Mtakatifu. Usipojua namna nzuri ya kuishi naye, yeye kwa kawaida huwa anaanza anahuzunika, baadaye anaondoka. Wewe unabaki kopo tupu. Wajua Roho Mtakatifu pia ndio ambaye anatupa kuwa na kiasi katika maisha yetu. Wajua kuna watu wengine hapa wamezidi. Utafikiri kama amemeza kakaa ya moto. Wakati mwingine maneno mengi sana yanaweza kusababisha wewe ukamkosea nani? Bwana Yesu asifiwe.
Mathayo 16 na mstari wa 19. Biblia inasema, nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Umeona, hiyo ni mamlaka. Amen. Bwana asifiwe. Hiki kitu kipo katika Wakristo sisi. Ndio kwa maana Biblia inatuambia hivi, Elia alikuwa mwanadamu kama, lakini aliomba, mvua haikunyesha kwa muda wa miaka 3 na jana nilisema kwamba Roho Mtakatifu kwenye Agano la Kale alikuwa maalum kwa wafalme na manabii. Elia alikuwa nabii. Lakini sasa hivi Roho Mtakatifu amemwagwa kwa sisi wote. Chochote ambacho wewe utatamka ukiwepo katika Roho Mtakatifu kitafanya nini? Kitafanyika. Kitatendeka. Kwa hiyo kuna mamlaka ndani ya muamini ambao uwezesho huo unasababishwa na Roho Mtakatifu. Sasa ina maana hivi, ili mambo yaweze kutokea, Bwana Yesu asifiwe. Katika huu ulimwengu tulionao wa macho haya ya nyama, unatutegemea wewe na mimi. Kwa sababu hapa neno linasema hivi, chochote tutakachokifunga duniani na mbinguni kitakuwa kimefunga, na chochote tutakachokifungua duniani na mbinguni kitakuwa kimefunga. Ina maana kwamba vitu vyovyote hapa duniani haviwezi vikatokea kama wewe na mimi hatutaamuru vitokee, au kama wewe na mimi hatutaamuru kuvizuia kutokea. Hiyo mamlaka tumepewa na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mamlaka hajapewa mchungaji pekee yake. Hii mamlaka tumepewa sisi waamini wote. Kwamba tunatakiwa kusema vitu ambavyo mwisho wake vitatokea. Tunatakiwa kusema vitu juu ya watoto wetu ili vitokee. Tunatakiwa kusema vitu juu ya ndoa zetu ili zitokee. Tunatakiwa kusema maneno juu ya biashara zetu ili mambo yafanye jamani, yatokee. Kwa nini? Kwa sababu tuna mamlaka. Na ndio maana Luka ile 10:19 inasema tumepewa mamlaka ya kukanyaga nguvu zote za yule adui. Na kama tukijua hivyo, hatutakuwa na hofu au wasiwasi wowote. Amina. Sasa jioni hii ya leo umejitambua kwamba wewe ni nani? Kumbe wewe na mimi tuna sifa ya kumiliki nguvu za uungu wa Yesu Kristo, yeye kama akiwa mzaliwa wa kwanza. Amina. Amina. Kwa hiyo mahali popote tunapokuwepo tunatakiwa kutokuwa na nini jamani? Na hofu wala mashaka.
Na ndio kwa maana Biblia inatuambia hapa, popote mtakapopakanyaga tayari pamekuwa penu. Na hii yote inafanyika kwa sababu ya nguvu na mamlaka ambayo tunayo ya kumiliki. Kama unajielewa kwamba wewe ni miongoni wa wale ambao wanamiliki mahali ulipokuwepo, unamiliki Mji Mwema, unamiliki kila kitu vizuri, pigie Bwana Yesu makofi.